Na kukaribisha tena ndugu yangu, mtazamaji wangu na mfuatiliaji vipindi vyetu kwenye kipindi chetu pendwa cha Salvation Covenant of Jesus Christ for All Nation. Na ninakualika kwa nafasi nyingine tena siku ya leo upate kuwa pamoja nasi kwenye mwendelezo wa kufuatilia na kujibu na kutoa ufafanuzi dhidi ya maswali mbalimbali ambayo tunakuwa tunayaulizwa. Na leo liko swali linalosema dhambi ya mauti ni nini, kama inavyoonyeshwa kwenye Biblia ya kwamba kuna dhambi ya mauti. Kama iko dhambi ya mauti, basi kuna dhambi nyingine ambayo sio ya mauti. Lakini wengi wamehitaji kujua ni nini maana na tafsiri halisi ya kibiblia na maana yenyewe inayoeleza juu ya dhambi ya mauti. Uko nami tena mwandaaji wa kipindi hiki chetu pendwa, Philibert Kalokola, mtumwa wa Yesu Kristo, na kualika upate kuendelea kutazama vipindi vyetu vilivyotangulia hapo juu kwa kuandika Philibert Kalokola. Vipindi vyetu vyote vitakujia maswali mbalimbali kadha wa kadha ambayo tushajadiliana katika kipindi hiki. Nami nisipotezee muda, tuangazie kile kitabu cha Yohana Mtakatifu, ile sura ya 5. Yohana Mtakatifu wa kwanza sura ya 5 mstari wa 16 hata wa 17. Tumekuwa tukijifunza mara kwa mara ya kwamba nini maana ya dhambi, na tukafundishana kuelezana hapo juu ya kwamba ni utawezaje kuitofautisha dhambi ama kufahamu kwamba hii ni dhambi. Tunaposoma kwenye waraka huu wa Yohana Mtakatifu wa kwanza ile sura ya 5 mstari wa 17 inatueleza kila lisilo haki ni dhambi, na dhambi iko isiyo ya mauti. Na leo sasa tunahitaji kujua kama hiko dhambi isiyokuwa ya mauti, basi dhambi ya mauti ni nini na inafanyika vipi? Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Hapa tumejionea kabisa kwenye waraka huu wa Yohana Mtakatifu wa kwanza ile sura ya 5 mstari wa 17 inasema kabisa kama tulivyoelezana huko juu ya kwamba kila tendo lisilo haki ni dhambi. Unatakiwa ujitathmini wewe mwenyewe katika mwenendo wako wa maisha ya siku kwa siku. Ndugu yangu, usijihesabia ukamilifu ulioishi mbele za Kristo miaka 2, 3, miezi, miaka 40 ama katika utumishi ama katika huduma kwa nyuma, ushindi ulioupata katika Kristo kwa nyuma. Hapana, tunaendelea kushinda siku hadi siku. Tunajitathmini maisha yetu na uelekevu wetu mbele za Kristo siku kwa siku. Kwa sababu gani? Anasemaje Kristo? Mtu yule atakayedumu katika kutenda mema siku zote za maisha yake, naye akachoshwa kwa kuchelewa kwangu kurudi, naye akasema basi niache njia yangu njema ya uelekevu mzuri na mkatende mabaya, basi atahesabiwa mabaya ya siku zile na kusauliwa mema yote ya siku zote za nyuma. Lakini mtu yule aliyeishi katika uovu na dhambi kwa miaka yote hiyo, lakini siku moja akabadilika njia zake, akatubu na kugeuka, basi nitafuta mabaya yote ya nyuma na kumhesabia haki katika hiyo siku moja aliyotenda. Kwa hiyo tunajifunza nini? Hatujihesabii tena utaua au uelekevu mzuri tuliouishi miaka 40, miaka 50 nyuma, bali tunajitathmini maisha siku hadi siku. Na kwa muktadha huu basi tunatakiwa kujua ya kwamba katika maisha yangu ni jambo gani ambalo mimi ninalifanya ambalo si haki, na hiyo itakusaidia kutenda dhambi, kukusaidia wewe kufahamu ya kwamba ni wakati gani nafanya dhambi na wakati gani sio dhambi. Tumesema kwamba kama ilivyoandikwa kwenye waraka huu wa Yohana Mtakatifu kwamba kila tendo lisilo haki ni dhambi. Kwa hiyo unapotafuta kutokutenda dhambi, inatakiwa ujitathmini siku hadi siku ya kwamba wewe unafanya nini, unachokifanya ni sawa sawa, ni haki. Kama si haki usifanye, maana kinyume cha hapo ni dhambi. Sasa kwa mujibu wa swali la leo kwamba dhambi ya mauti ni nini, tunaposoma ule mstari wa 16 kwenye waraka huu wa Yohana Mtakatifu sura ya kwanza, waraka wa Yohana Mtakatifu wa kwanza sura ya 5 ule mstari wa 16 inatueleza nini? Imeandikwa kuwa mtu akimuona ndugu yake anatenda dhambi isiyo ya mauti, ataomba na Mungu atampa uzima kwa ajili ya hao watendao dhambi isiyo ya mauti. Iko dhambi iliyo ya mauti. Sisemi ya kwamba ataomba kwa ajili ya hiyo. Sasa mstari wa 17 unaofanana vizuri unasema kila lisilo haki
ni dhambi, na dhambi iko isiyo ya mauti. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Kwa muktadha wa Biblia na jinsi ilivyoandikwa, imesemwaje? Mtu akimuona ndugu anatenda dhambi isiyo ya mauti, ataomba kwa ajili yake. Sasa ndugu ni nani kwa muktadha wa Biblia? Ndugu ni wale wenye imani moja. Ndiyo maana Yesu akasema, alipokuwa akifundisha na makutano akimzunguka, akatoka mmoja na kumkimbilia na kumuita mahali alipokuwa akifundishia na kumwambia, wako ndugu yako nje, mama yako na ndugu zako na kusubiri. Aliwajibu nini? Akawaambia kuwa ndugu zangu mimi ni yule anayesikiliza neno la Mungu na kulifanyia kazi neno la Mungu. Ndiyo ndugu yangu, ndiyo umbu langu na ndiyo mama yangu. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Kwa hiyo unaposikia habari ya ndugu katika maandiko, si yule asiyeamini, bali ni yule ambaye uko na imani moja naye. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Kwa hiyo kwa muktadha huo, anaposema ukimuona ndugu anatenda dhambi isiyo ya mauti, maana yake ni yule ambaye upo katika ushirika mmoja pamoja naye. Inawezekana katika imani yake kuna sehemu ambavyo kwa jinsi mnavyoenenda kiimani kwa kufuata neno la Kristo, umeona kabisa kwamba hapa ameenda ndivyo sivyo. Mtu wa namna hiyo ni rahisi sana kumrejeza. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Ni rahisi sana kutengeneza, ni rahisi sana kumuombea ikiwa na yeye anahitaji kubadilika. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Ni rahisi sana kurudi na kumrudia Bwana. Huyo ndiye mtu ambaye tunaagizwa, unaweza ukaomba na ukamwombea ndugu yako, naye akafunguliwa kwenye hiyo dhambi na ikafutwa kabisa kwa maombi yako. Lakini iko dhambi ambayo ndugu au miongoni mwa waaminio anaweza kuifanya wala asipokee msamaha, hata aombewe na mtu mwenye nguvu za kimungu namna gani, hata aombewe kwa namna hipi. Kipo kiwango ambacho huyu mtu ambaye ni ndugu katika hao waaminio hawezi kupokea msamaha kwa maombi ya watakatifu. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Na hiyo sasa ndiyo dhambi ya mauti. Sasa tunakaribia kufafanua ni nini dhambi ya mauti. Dhambi hii ya mauti kwa sehemu kubwa inawahusu na kuwakuta watakatifu, wateule, watu wa imani moja katika Kristo. Ni watu ambao wanashirika ushirika mmoja katika imani na wanatembea pamoja katika imani na wanashirikishana mengi katika imani. Lakini unakuta mmoja wao iko siri nyuma, kinyume cha imani. Yani unakuta mtu anaishi kana vile ni mtakatifu, lakini kumbe ana ajenda yake ya siri ameiweka, wala hahitaji mtu yoyote apate kuijua. Inawezekana mtu huyu mpendwa, huyu aliye ndugu ni askofu, inawezekana kwamba ni kiongozi mzee wa kanisa, inawezekana ya kwamba ni mshirika katika kwaya, praise team, inawezekana ya kwamba ni muumini mzuri katika kanisa na katika taasisi za waaminio, inawezekana kabisa ni mpendo wa kila siku, mwenye kutoa zaka na mafungu ya 10 mara kwa mara, ni muhudhuriaji mzuri kabisa wa vipindi vyote vya kiibada na katika kanisa, lakini ana dhambi ambayo hatamani kumshirikisha mpendwa, hatamani baba yake ajue, hatamani mama yake ajue, hapendi kusikia dhambi yake ikiguswa, wala hahitaji kusikia mke wake akifahamu, wala mme wake, hapendi kuona kwamba watoto wake wanafahamu wanapitia nini au wamefanya nini, hapendi kusikia kwamba mchungaji wake anayemchunga anaijua, ama yeye ni kiongozi, hapendi kusikia maaskofu ama watumishi wenzake wakijua kila anachokifanya behind. Anaweka siri moyoni mwake. Ukikutana naye mbele ya uso wako, ni Bwana Yesu asifiwe kwa wingi, mapambio kwa sana kanisani, sadaka kwa kusonga mbele, mikutano iko mbele moto moto, lakini hiko dhambi na mtafuna ndani kwa ndani. Lakini ameweka siri moyoni mwake. Anasema, katika hili nililolifanya nitakufa nalo, siwezi kudhubutu kujifedhehesha na kutamka yale ambayo mimi niyafanya sirini. Leo hii nitadhalilika.